Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadi wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema kipenzi chetu si mwingine Nabii Muhammadi, ndugu zangu katika imani, nipo hapa mbele yenu kwa kukumbusha machache ambayo Allah tabaraka wa taala amenijalia siku ya leo. Yote nitakayofikisha si kwa uwezo wangu, bali ni kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala, kwa neema yake ya pumzi. Hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani, ama hakika katika huu mgongo wa ardhi wote ni wasafiri. Safari ambayo nauli aliyolipa ni Allah tabaraka wa taala. Yeye ndo anayejua nauli yetu itaisha lini, tushuke kwenye hili gari tuendelee na safari nyingine. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na wahusia na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Katika imani, lengo kubwa la mwanadamu kuumba katika huu mgongo wa ardhi ni kufanya ibada. Na swala hili la kufanya ibada halijaanza kwetu. Waja wema waliopita wote walikuwa wanafanya ibada. Napofanya ibada ni kutaka radhi za Mwenyezi Mungu na kunusuru nafsi yetu sisi. Na Mwenyezi Mungu anataka sisi kufanya ibada sio kwa kumnufaisha yeye, ni kwa kuokoa nafsi zetu sisi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, yatupasa tufanye mema kama walivyofanya wale waliokuwa kabla yetu, ambao ni waja wema waliopita. Wale wamesimama kupigania dini mpaka hapa tulipo. Tunasoma kwenye hadithi Mtume Muhammad ameishije, na wengine Ibrahimu, Ismaili, Yusufu, waja wema waliopita. Na hao pia walikuwa katika hii dunia kama sisi, kisha wakaondoka katika mgongo wa ardhi, hawapo, na sisi ndio hivyo hivyo. Na hiyo imethibiti Surah Al-Baqara aya ya 21. Baada ya billahi minash-shaitanir rajim. Aya hiyo inasema kwamba ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Hiyo ni aya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ya ayyuhan nasu, enyi watu. Hapa hajazungumziwa kwamba ni Muislamu peke yake, ni watu wote. Tunaamrishwa na Mwenyezi Mungu, anatuambia ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Maana yake ni kwamba enyi watu, muabuduni Mola wenu mlezi aliyekuumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu, ili mpate kuokoka. Ina maana tutakayofanya mema, yale ambayo na waja wema waliyafanya, tutaokoa nafsi zetu. Kufanya mema sio kuswali tu swala 5 peke yake, bali kila jema utakayolifanya kwa kutegemea radhi za Mwenyezi Mungu. Sio ufanye mtu akuone, kwa kutegemea radhi za Mwenyezi Mungu, hapo unaokoa nafsi yako na unategemea thawabu kwa Allah tabaraka wa taala. Msiba tulionao Waislamu sasa hivi
Tumekuwa ni wenye kupenda kufanya mabaya kuliko mema. Jambo jema tunakuwa wazito sana kufanya. Tuzurumie nafsi zetu. Huo ni msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huo ni msiba mzito kwa zama hizi. Na ndio maana Mtume Muhammad alikuwa analia kwa umati wake. Ni umma huu tulionao. Tumekuwa ni wenye kupenda mambo maovu kuliko mema. Mwenyezi Mungu amesema, enyi watu mwabuduni Mola wenu mlezi, kama walivyofanya wale waliopita, ili tupate kuwa salama. Hajatuambia tufanye yale matendo maovu kama walivyofanya Mafirauni, watu wa Lut alayhi salam. Mwenyezi Mungu hajafanya hivyo. Safina na Nuhu naona walivyokuwa wengine wakabaki. Lakini sisi hapa umma huu ambao dini tumeikuta ipo salama, imepiganiwa, sisi ndo tunaongoza kufanya ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu, tunauacha Uislamu wetu. Huu ni msiba. Na hatumkomeshi Mwenyezi Mungu. Ni nafsi zetu sisi wenyewe. Kama ukijiuliza mwanadamu umetokea wapi, unajibu kamili kwamba ulianzia tumboni. Ukiambiwa urudi kwenye tumbo la mama yako, huwezi kwa sasa. Uliishije mle tumboni? Na sasa hivi ulitokaje na hapo ulipofika, na wewe umekuwa na familia? Kwa sisi wa mama tumezaa na watoto wengine. Ukijiuliza hivyo, lazima utakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Waja wema walichofaulu walikuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Sisi kwetu ni msiba, hatuna hofu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Sio kwamba hajui kama sisi majeuri. Anafahamu. Anafahamu kabisa kwamba wanadamu ni watu aina gani, nafsi zetu zikoje. Sura Al-Alaq aya ya 6 mpaka ya 8. Baada ya kuzubilia mshitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aya hizo zinasema kwamba kalla inal insana la yatgha ar-ra'a istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu anatuambia kalla inal insana la yatgha, hakika mwanadamu bila shaka ni jeuri. Ar-ra'a istaghna, akijiona katajirika. Yaani mwanadamu kwenye hii dunia anajiona yeye katajirika. Inna ila rabbika ar-ruj'a, hakika kwa Mola wetu mlezi ndio marejeo yetu. Na kuhusia nafsi yangu, tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu na tufanye mema yote ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu kwa kuokoa nafsi zetu. Maana safari hii ya katika mgongo wa ardhi ni ndefu mno, bado hatujafika. Kwa majina naitwa Zawjati Yusufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.